Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu. Ni wakati mzuri kabisa, tunaendelea na ujumbe wetu unaosema kuwa makini na simu ya smartphone, na leo ni sehemu ya 6. Na tutasoma pale pale kwenye kitabu cha Efeso ile sura ya 5 mstari wa 15 mpaka wa 17, na tutaangalia sana kwenye mstari wa 16 na wa 17. Neno la Mungu linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mstari wa 17, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali fahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Mstari wa 16 nasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu, akiwa na maanisha ya kwamba wakati huu au nyakati hizi maovu yamekuwa mengi na watu wamekuwa kiyapenda sana maovu kuliko mema. Lakini mimi na wewe tunaweza tukabadilika. Wakati watu wengi sana wanatumia simu zao vibaya kwenda kuangalia maovu, tunaweza kubadilika, tukawa tunaangalia mambo ambayo yanaponya fahamu zetu, yanaponya nafsi zetu, yanaponya akili zetu. Kwa maana nyingine, wakati wengi wanaendelea na uovu, sisi tunaweza tukabadilika tukaendelea na wema. Bwana Yesu asifiwe. Mkiukomboa wakati, mkiutumia muda vizuri, mkiutumia muda kwa usahihi, yani mkiwa makini katika matumizi yenu ya muda. Anasema kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo uovu umekuwa mwingi kiasi kwamba unawashawishi wengi, unawavuta wengi, umewateka wengi, umewatoa wengi kwenye tabia njema, wameharibika wengi. Kwa hiyo sasa, wakati wengi wanaharibika kupitia simu ya smartphone, wewe unaweza kuwa sababu ya kuwarudisha kwenye njia, ya kuwarudisha kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kila anayefanya mabaya, Mungu anajisikia vibaya. Na neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Misali sura 15 mstari wa 10, adhabu kali ina yeye aiachaye njia. Kwa yeyote anayeacha njia ya Mungu, adhabu ya Mungu inakuwa juu yake, kipigo cha Mungu kinakuwa juu yake. Kwa hiyo kwa kadri unapozidi kuitumia simu vibaya, unazidi kujiongezea adhabu kutoka kwa Mungu. Kwa anaposema mkiukomboa wakati tunaukomboaje sasa? Wakati watu wanapushi vitu vibaya mtandaoni vinavyoharibu tabia za watu, mimi na wewe tunaweza kuukomboa wakati kwa maana ya kubadilika. Badala ya kupushi vitu vibaya, tukapushi vitu vizuri. Badala ya kuacha watu waendelee kuharibikiwa, tunaweza tukapushi mambo yanayojenga, yanayobariki na kuwasaidia. Kwa mfano, leo hii wapo watu wengi hawajasoma neno la Mungu, lakini mtu anapoingia TikTok au anapoingia YouTube au Facebook, akakutana na ujumbe huu kwamba akakutana na ujumbe wanaposema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali fahamuni ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Unakuta watu wengi hawajasoma neno la Mungu leo, lakini unaposikia maneno haya ya Mungu leo, wanapata ufahamu. Kuna namna mtu anarudishwa kwenye asili yake, maana asili yetu sisi ni kusambaza matendo mema, asili yetu ni kuhamasisha mema, asili yetu sisi ni kuchukia uovu, ni kukataa uovu, ni kukimbilia wema. Kwa wakati watu wanakimbilia mabaya kwenye simu zao, wewe unaweza ukawabadilisha kwa kupitia simu yako, ukasababisha watu wakimbilie mema. Ndiyo, yawezekana usiweze kuwabadilisha wote, lakini wale ambao wataweza kubadilika watakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana zamani hizi ni za uovu. Na kweli uovu umekuwa mwingi sana, na watu wamepitiliza kabisa hadi mauaji. Kwa mfano, katika taifa la Tanzania sasa hivi utekaji umekuwa mwingi, uuaji umekuwa mwingi. Tunaendelea kukemea uuaji, tunaendelea kukemea utekaji. Lakini mtu ambaye unateka, mtu ambaye unaua wenzio, unaweza ukaamua kumrudia Mungu, na Mungu anaweza kakulehemu na kakusamehe kabisa. Kwenye Biblia alikuwepo Paulo aliyekuwa anatenda sana maovu. Mungu akambadilisha, akawa ni kiumbe kipya, akawa ni mtume wa Bwana anayetangaza habari njema za kuwakomboa watu kwenye vifungo mbalimbali.
kama majambazi yale sugu yanayovamia maduka, yanayoua watu, yanayopola vitu. Utakuta jambazi huyo anachukua silaha zake, anaenda kituo cha polisi, anawaambia jamani polisi, mimi nilikuwa mwizi, lakini sasa hivi nilikuwa jambazi, nimeua watu wengi, lakini sasa hivi nimeacha ujambazi na silaha zangu hizi hapa. Unakuta mapolisi wanamsamehe yule mtu, hawampi adhabu yoyote, japo aliyoyafanya ni mambo mengi. Kama polisi wanaweza kumsamehe jambazi yule, basi na wewe ambaye ulikuwa ni mtekaji unaweza kusamehewa ukiacha mabaya yako. Wewe uliyekuwa muuaji unaweza kusamehewa ukiacha mauaji yako. Wewe unayeitumia vibaya simu ya smartphone, ukiamua kubadilika, unaweza kusamehewa mabaya yako. Lakini mstari wa 17 anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali angalieni yaliyo mapenzi ya Bwana. Anaposema msiwe wajinga, mjinga ni mtu asiyeelewa, asiyejua, asiyetambua, lakini mjinga huyo akieleweshwa anaweza kubadilika. Kwa hiyo hata wewe ambao unanitazama unaweza kubadilika, unaweza kaitumia vizuri simu yako ya smartphone, ukaacha kabisa kuitumia vibaya, na Mungu atakuona umeamua jambo jema. Uwe na wakati mwema. Amen. Amen.